Kijiji cha Mwangaza hakikuwahi kuitwa hivyo kwa sababu ya mwanga, bali kwa matumaini. Watu wake waliishi gizani, si la usiku bali la maisha. Ukame ulikuwa umedumu kwa miaka 5, mashamba yakageuka vumbi na watoto wakajifunza njaa kabla ya kusoma. Asha alikuwa msichana wa miaka 17, lakini macho yake yalionekana kama ya mwanamke aliyebeba dunia nzima. Kila alfajiri alitembea kilomita 7 kutafuta maji, ndoo kichwani, miguu yake ikikatwa na miiba. Baba yake alikuwa mgonjwa, mama yake alifariki miaka 2 iliyopita kwa njaa na huzuni. Kila mtu kijijini alikuwa na mzigo wake. Mzee Juma alipoteza watoto wake vitani. Halima aliacha shule ili kulea wadogo zake. Watoto walicheza na mawe kwa sababu hawakuwahi kuona mpira. Siku moja, mvua iliahidiwa na redio ya zamani ya kijiji. Watu wakasubiri, wakapanda kwa imani ya mwisho, lakini mawingu yakapita bila tone hata moja. Usiku huo, kilio kilisikika kuliko upepo. Asha aliketi nje ya kibanda chao, akitazama anga. Alijiuliza, kama maisha ni vita, kwa nini maskini hupigana bila silaha? Lakini kesho yake aliamka tena. Alichukua ndoo, akatabasamu kwa baba yake, akatembea. Hapo ndipo nguvu ya watu wa Mwangaza ilipokuwa. Hawakuwa na mali, lakini walikuwa na uvumilivu. Walilia lakini hawakuacha, waliumia lakini wasamluka. Miaka 2 baadaye, kijiji kilipata kisima kupitia msaada wa wahisani. Asha akarudi shule, si kwa sababu maisha yalikuwa rahisi, bali kwa sababu alikataa kukubali yawe magumu milele. Na hapo ndipo ikadhihirika, maisha magumu hayavunji watu wote, wengine huyafanya kuwa chuma.